Uongozi Talks, the podcast. Karibu katika Uongozi Talk, na leo tunaye mgeni hapa. Tunaye ndugu Ali Kashmir. Amekuwa ni kaka yangu, amekuwa ni role model wa vijana wengi sana. Huyu ni mtangazaji kutokea Clouds Media, lakini pia amekuwa ni hamasa kubwa na chachu ya vijana. Ana hashtag moja ambayo nimekuwa nikivutiwa nayo sana, nasema unionapo kuna jambo. Bwana, leo Uongozi Talk tuna jambo na Ali Kashmir. Karibu sana ndugu yangu. Asante sana, nimekaribia. Nimefurahi kuwepo hapa. Sio jambo rahisi. Ndio. Na bahati nzuri kwenye maisha na harakati za makutano ya watu wengi sana. Ndio. Tunakutana na vijana wengi tofauti. Ndio. Lakini ukiacha alama kwa kijana fulani, ndio, ambaye kimsingi unakuwa sehemu pia ya baadaye kuwa ni changizo la kutoa neno lolote, ndio, kwa ajili ya kuleta hamasa ama kueleza kitu ambacho kitawafanya wengine ndio wajifunze kutoka kwako, ni jambo zuri. Kwa hiyo nimefurahi kupata mwaliko huu. Asante sana hapa. Na sisi tunakushukuru kuweza kufika hapa. Hivi Ali Kashmiri ni mtu wa aina gani? Ali Kashmiri ni kijana na ni mtu ambaye kimsingi mara nyingi si muongeaji pale ambapo hapanihitaji kuongea. Waswahili wanasema, na nimekuwa nikiishi na huo msemo, ya kwamba zungumza pale ambapo unahisi maneno yako ni bora kuliko kimya chako. Kwa hiyo kwa nyakati ambazo sijioni na maneno bora, na kuwa ni mkimya sana. Lakini pia Ali Kashmiri ni kijana ambaye naamini sana kwenye kumwamini mtu kabla ya kumtilia mashaka. Lakini pia Ali Kashmiri napenda sana kujifunza. Na ni mpole, naweza nikasema hivyo. Japo kwa haraka kwa nyakati tofauti mtu anaweza akatafasiri tofauti kutokana na kwamba pengine hakufahamu, lakini kwa haraka ni hivyo. Ali Kashmiri ni kijana ambaye mpole, mkimya, lakini nitazungumza pale ambapo nahitajika kuzungumza, lakini vivyo hivyo napenda sana kusikiliza, kwa sababu ndio kwenye kujifunza mwingi mno. Yes, tupoa sana. Sasa hapo uliposema kusikiliza, unahisi kusikiliza ni sehemu ya sifa ama tabia ya kuwa kiongozi bora? Yes, 100%. Kwa sababu hakuna ujuaji ama hakuna kujua kama haujifunzi. Na kwenye kujifunza lazima utulivu uhusike ama ukimya uhusike kwenye kujifunza kwa mtu fulani. Kwa hiyo unahitaji uwe ni msikivu ili ujifunze mengi kutokana na watu. Na ukijiona ya kwamba nyakati katika maisha wewe ni mtoshelevu wa vitu, hauna cha kujifunza kwa watu, basi ndio naweza nikasema utakuwa umekoma kuwa na ongezeko la maarifa. Kwa hiyo kwenye maisha kujifunza ama kusikiliza mtu ni moja ya sifa kubwa sana ya kiongozi. Na si tu kiongozi, mtu yoyote ambaye unahitaji kufanikiwa kwenye maisha, usipokuwa na hiyo sifa ya kuwa kusikiliza, basi naweza nikasema maarifa yako yatakuwa bado hayana busara, ama yatakufanya kupeleke kwenye sehemu ambayo sio sahihi. Ili uwe na tija, ili uwe na matokeo chanya kwenye maisha yako kwa nyakati zozote, iwe ni miongoni mwa sifa ya kiongozi ama unataka kufanikiwa zaidi, lazima uwe msikilizaji mkubwa sana ili uweze kufanikiwa. Ali, wanasema maisha bila ndoto ni sawa na mwili bila roho. Yes. Wakati unakuwa ulikuwa na ndoto gani ukiwa mdogo? Na je, ndoto zako ni zile zimesalia au zimebadilika? Katika kitu ambacho watu wanapaswa kukifahamu, mimi naishi kwenye ndoto sana mpaka sasa hivi. Katika nyakati zote ambazo najitambua, nipo darasani, waliosoma na mimi wananifahamu, mpaka walimu wangu kuanzia msingi mpaka sekondari, chuo. Nilikuwa ni mtu ambaye nikikaa kwenye dawati, kwanza walikuwa napenda sana somo la Kiswahili. Na nyakati zote ambazo mwalimu anaingia darasani, iwe ni sehemu ya kitabu
kusoma. Napenda sana Kiswahili na Kiingereza. Na una mlumbi sana. Napenda sana Kiswahili na Kiingereza. Kwa hiyo nyakati zote ambazo zitahusisha masuala ya simulizi, nyakati zote ambazo zitahusisha masuala ya hadithi kwa wanafunzi, mwalimu ataninyanyua, ataniambia hebu soma. Yaani mimi nasoma, yeye atasema tu eka pause, atatoa maelezo kidogo. So unajua kwenye vile vitabu. Yes, we labda this time tomorrow the promise become vice versa na vitu vingine kama hivyo. Unaposoma pale bana hivi na hivi unashuka pale. Kwa hiyo nilijikuta kwanza napenda kuwa msimuliaji wa vitu. Na nikakuta kwamba napata mashabiki ama wafuasi ambao wanapendezewa mimi nikiwa nasoma. Kwa hiyo na nikifika nyumbani wakati mwingine kwa jirani naenda kuchungulia kidogo TV, ikifika mida saa 1 saa 2 najua hii mida ya taarifa habari, labda kwenye redio nafungua, napenda sana kusikiliza. Kwa hiyo ikanikuta navutio, kwa nini hiki kitu na mimi nisije kuja kukifanya baadaye. Kwa hiyo katika nyakati zote za maisha yangu nilikuwa natamani sana kuja kuwa mwandishi wa habari. Nilikuwa mtangazaji nguli na nilikuwa napenda sana masuala ya current affairs, kuzungumza na baadhi ya watu ambao unajua hawa wamekuzidi maarifa, upe maarifa kidogo. Kwa hiyo hile lilinifanya niishi nayo mpaka sasa naishi ndoto zangu. Yaani hivyo ndivyo ambavyo nilikuwa natamani niwe toka mwanzo. Wakati unakuwa ni mtu gani ambaye alikuwa ukimwangalia unapata hamasa njema ama tunasema alikuwa ni role model wako kwenye masuala mazima ya habari? Moja ya mtu ambaye mpaka kesho ananivutia na amekuwa akiendelea kuwa na wanasema mvuto, utamu wa kumsikiliza, mzee wetu Charles Hilary. Yes, ni mtu ambaye amenivutia sana katika nyakati tofauti ambazo ukiwa kumsikiliza alikuwa anakuofa vitu vingi sana. Ukiwa unamsikiliza, akiwa anatangaza mpira, ukiwa kwenye michezo, unapata kitu ambacho unaona hiki kitu tunapaswa kujifunza. Yes. The same ukimsikiliza akiwa yuko kwenye chumba cha habari anatangaza taarifa habari, anakuofa kitu kingine ambacho unaona mzee bwana Mungu amembariki sana kabisa. Yes. Achana na sauti kwa sababu kuna watu wengine wanavutiwa tu na sauti. Ndio. Lakini kwenye utangazaji wakati unatumia sauti yako vizuri, kama hautokuwa na baadhi ya vitu ambavyo vitakufanya yule mtu ambaye anasikiliza vutiwe zaidi, lugha kama vitu ulivyonavyo bwana. Ninavutiwa sana nikiwa nakusikiliza. Nashukuru sana. Lugha ya Kiswahili ukiitumia vizuri. Kwa nini watu wanampenda yule Joram Mkumbi? Wanampenda kwa sababu ukiachana na sauti yake, lugha ya Kiswahili kina utamu wake bwana sana. Watu hawajui tu, lakini lugha ya Kiswahili, na ndio maana hata kama mtu hajui lugha ya Kiswahili akisikia neno bwana la Kiswahili anakuambia nimepata abra adhimu ya kuwa nawe leo. Yaani mtu anashtuka kwanza, anakupa attention kitu gani? Kwa hiyo lugha ya Kiswahili kwenye utangazaji ni lugha nzuri sana, na ndio maana watangazaji wa miaka kadhaa nyuma, wazee wetu walikuwa ni watu ambao wanapendwa na wanaendelea kuacha alama kwa sababu ya matumizi mazuri ya lugha ya Kiswahili na alama ambazo kimsingi zitakufanya hapo uweke pause, uendelee ili umvutie mtu ambaye anasikiliza na kutazama. Na Ali, umekuwa una ushawishi mkubwa sana kwa vijana. Unahisi ni vitu gani hasa ambavyo vimekufanya uwe na ushawishi huo kwa vijana? Kikubwa nafikiri ni kuishi na vijana na kuishi kwenye yale ambayo wanatamani wayaone yawe ni sehemu ya suluhisho ama kupata msaada mkubwa kwao. Mimi sio mjuaji wa vitu vingi, lakini nashukuru Mungu kwa kila kijana ambaye nakutana naye, napata kitu cha kujifunza kutoka kwake. Na pengine naye anapata kitu cha kujifunza kutoka kwangu. Na ndiyo sababu ya msemo wa #unionako kuna jambo. Yaani naamini kwenye kukutana na mtu yoyote yule duniani, yoyote yule, awe amekuzidi umri, awe yupo chini ya umri wako, kuna vitu utajifunza kutoka kwake. Hata kama akifanya kitu kibaya, bado kitakuwa ni sehemu ya funzo ambalo utaondoka nalo kutoka kwake. Kwa hiyo kila ambaye unakutana naye unaamini kuna kitu cha kujifunza kutoka kwake. Hata akifanya kitu kibaya ambacho hakifai, lakini kitakuwa tu sehemu ambacho ya kupata ABC ambazo zitakujifunza ama zitakuongezea wewe kitu. Na ndio sababu ya kuwepo huo msemo nionapo kuna jambo. Natamani nitengeneze taswira ambayo nikikutana na vijana wenzangu mahala popote,
isiwe sehemu ya kufungiana milango ama kuwekea kizuizi na kwamba siwezi kumfikia Ali. Siwezi kumfikia Ali. Hebu ukiniona mimi liwepo jambo kama sio la kuniambia, basi mimi nikwambie, tuelezane, tuzungumze. Na hiyo imekuwa ni falsafa yangu ya maisha. Sio tu Dar es Salaam, toka nilipokuwa Tanga. Nilikuwa nafanya sana programs za Tanga ndo nyumbani. Tanga ndo nyumbani. Nafanya sana programs za vijana ambazo zilikuwa zinanikutanisha sana na vijana wenye uwezo tofauti, rika tofauti. Kuna wakati mwingine hata sio vijana, ni watu wazima. Lakini kwa sababu tu ile ya kuendelea kushikamana na vijana wenzangu. Yes, kwa sababu kuna wakati huna hela ya kumsaidia kijana. Lakini kile ambacho Mungu amekubariki, inaweza ikawa mawazo, ushauri kabisa. Yes. Unaweza mkafikia. Kwa hiyo hiko ndio kitu ambacho kimenifanya kinikutanisha na vijana wengi wa vyuo, mtaani, kwa sababu hiyo hulka ya kuendelea kuchangamana nao na kusaidiana pale ambapo msaada unahitajika. Mimi kwenye DM yangu, kwenye email yangu, wengi ni vijana. Na wakija bana, kuna hiki na hiki, hebu naomba usaidie, labda mimi nina muziki wangu au labda mimi nina project yangu hii. Sijawahi kuacha kumjibu mtu. Yes. Na hata sisi Uongozi Talk tunakushukuru. Kuna mchango wako mkubwa sana. Amin. Tukupe maua yako mapema, angalia kuwa upo. Amin. Shukrani sana. Mungu ni mwema. Ali, pamoja na ushawishi wako, kuna mwanafalsafa mmoja aliwahi kusema leadership is influence, nothing more, nothing less. Umeshawahi kujiona siku moja kuwa kiongozi, labda kwenye upande wa kisiasa? Tegemea siku moja kumuona Ali huko? Siasa ni maisha. Mimi naishi siasa kama ninavyoamini mtu yoyote anaishi siasa. Na bahati nzuri sana katika maisha ya huu ulimwengu, kwenye maendeleo ya kila kitu pasina utashi wa kisiasa, inawezekana ikawa vitu haviendi. Kwa hiyo kuna nyakati maisha ya kisiasa yatamgusa kila mtu. Hakika. Yes, mimi naishi siasa. Japo mimi si mwanasiasa, lakini naishi. Kumbe kuna tofauti ya kuwa mwanasiasa na kuishi siasa. Yes, unawezekana ikawa unaishi siasa kwa kufuata yale ambayo yapo kimsingi, na yanatungwa ama kuamriwa na wanasiasa, lakini usio mwanasiasa. Kwa sababu siasa ni maisha. Yes, siasa ni maisha ya nyakati tofauti. Na tunajifunza mengi ambayo kimsingi kwenye hayo maisha kuna maendeleo makubwa yanafanyika na yanaamuliwa na wanasiasa wenyewe. Unajua hata hizi nguo zetu, bei zake ni siasa ndio ambayo inaamua kabisa. Kwamba hebu tufanye namna sasa hivi labda Afrika kuna baadhi ya vitu tunahitaji viwe ni sehemu ya gharama kubwa, watu washindwe kuvimudu. Nini kinafanyika? Watu wanakaa tu wanaamua. Dunia inaendeshwa na wanasiasa. Huo ni ukweli usiopingika. Tunakaa mezani, kuna vitu ambavyo tunaweza tukaviona kama ni accidents, ajali ambayo imetokea, lakini inawezekana ikawa ni plan na kuna watu wanavijua miaka 10 nyuma kwamba kuna hiki na hiki kitakuja kutokea na solution yake pia tu ipo hii na hii. Kwa hiyo kuna watu tu wamekaa ndani, wamejifungia, ni plan, wamechora vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo mimi kuja kuwa mwanasiasa kwa hapo mbeleni sidhani, lakini mpaka sasa tumwachie Mungu, lakini mpaka sasa naishi siasa. Sawa. Yes. Ali, kuna vijana wengi sana ambao wanadhani hawawezi kuwa viongozi. Ni kutokana aidha hawana cheo ama hawana madaraka fulani, ama wako wanasubiri wapate nafasi ndio waanze kuishi uongozi. Una nini cha kuambia vijana wa namna hiyo? Vijana wafahamu ya kwamba uongozi ni utumishi, si uheshimiwa. Na vijana walio wengi wamekuwa wakiuishi uheshimiwa, sio utumishi, ambapo kimsingi kwenye uongozi tunapaswa kuishi utumishi zaidi kuliko uheshimiwa. Lakini pia vile vile uongozi unahitaji kushinikizwa, sio kushabikiwa. Kuna nyakati ambazo uongozi unahitaji wafuasi, lakini mwisho wa siku wafuasi ambao watakushinikiza kiongozi. Sisi tunahitaji maendeleo, sisi tunahitaji matokeo chanya. Kwa hiyo wafuasi watakao kushinikiza kuleta maendeleo na sio kukushabikia. Ushabiki ambao utakuwa ni wa kelele. Kwamba ndio huyo
wanasema huna baya, huna baya sijui nini na nini. Kwa kiongozi anapaswa kuwa na mashabiki ambao ama wafuasi ambao watamshirikiza zaidi. Watapiga kelele ama watatoa maoni ambayo yatamfanya lete matokeo, awe sehemu ya kufuata lile shinikizo. Wananchi wangu wanataka hili. Kwa hiyo vijana wengi tukifahamu na kutambua thamani ya uongozi ni utumishi, sio neno uheshimiwa. Bwana mheshimiwa, unajua bwana mheshimiwa, mtu anakunyenyekea anakufuta viatu. Nafikiri tutaishi maisha yetu kwa kufuata msingi mzuri ambao kila mtu atatupenda, kwa sababu tunaamini ili uwe kiongozi lazima uwe kwenye chama fulani cha siasa, lazima uchaguliwe ama uteuliwe, lazima ufanye vitu ambavyo utaonekana na watu. Lakini kuna viongozi ambao hawapo kwenye vyama vya siasa wala si wanasiasa, ndio, lakini wamekuwa na matokeo chanya sana katika haya maisha kwenye sekta tofauti tofauti. Mwingine ni mwanamuziki, ndio, ameuishi muziki wake, ameona ni sehemu ya kuleta mchango mzuri sana ambao utakuwa ni wa kizalendo, ndio, utawafikia kundi kubwa la watu na utaleta matokeo chanya. Mwingine ni mwanamichezo kabisa. Leo kuna mzee wangu mmoja anaitwa mzee Steven Hiza, yupo Tanga kule. Ndio mzee ambaye ametunga wimbo wa kizalendo, Tanzania yetu ndio nchi ya sifiwa. Yule mzee ndo ameimba ule wimbo. Kwa minajili ya kawaida ambayo mtu ataitazama atamwona tu ni mwanamuziki, ndio, lakini amefanya watu wengi wauishi uzalendo kwa kuimba huo wimbo kwa nyakati tofauti na kuona kwamba Tanzania ni yetu. Tanzania ina kila sababu ya vijana kuitetea kwa wakati wote, na ndio nchi ya furaha, ndio nchi ya furaha. Kwa hiyo tafsiri ya uongozi, kiongozi kama hana athari chanya kwenye jamii, huyo sio kiongozi. Ndio. Kwa hiyo ukiwa una athari chanya kwenye jamii ambayo kimsingi itawabadilisha watu, wewe ni kiongozi ambaye kuna nyakati huwezi kupigiwa makofi ya kushangiliwa, ndio, lakini unatambulika wewe ni kiongozi kwa sababu umeleta matokeo fulani kwenye jamii. Kwa hiyo kwa vijana, kundi kubwa la vijana ambaye na mimi nikiwemo, mimi natamani kwa kijana yoyote kwenye sekta yoyote ambaye yupo, ndio, aishi kwenye maisha ya kuamini ya kwamba uongozi ni utumishi na si uheshimiwa, kwa sababu atawanufaisha watu wengi ambao wanamtambua na sio watambua kwenye kati tofauti. Sawa sawa. Ali, ukitazama historia yako, ulipotoka, ulipo na unapoelekea, unadhani ni tabia gani hasa ambazo zimekufanya kuweza kuwa na mwelekeo ambao hautingishiki? Mimi nimekuwa nikikufuatilia muda mrefu sasa, ni zaidi ya miaka 5. Kwa nikikuangalia, na kwa kadri siku zinavyozidi kwenda, naona ukiwa unapanda juu na sio kubaki pale ulipo au kushuka. Unajua wanasema kuwa consistent ni kitu kigumu sana. Unahisi tabia gani ambazo zimekufanya kuweza back to the top? Kwanza ni kumshirikisha Mungu kwenye kila nyakati, ziwe nzuri, na siamini kwenye nyakati mbaya. Because mbaya zipo, lakini hizo mbaya ndizo ambazo zinatujenga zaidi. Kwa hiyo kumshirikisha Mungu kila wakati ambao unaupitia. Lakini pamoja na kumshirikisha Mungu, naamini kwenye nidhamu, ndio, ambayo kimsingi unajua kuna neno nidhamu bwana. Mwalimu wangu mmoja hivi ndio aliniambia, hebu nipe maana ya neno nidhamu. Nikampa maneno mengi sana. Akanambia nidhamu ndio ni kuamua kuwa katikati ya kitu ambacho unakipenda sana na unachostahili kukitekeleza kwa wakati huo. Ambia kwa mfano, turudie hiyo, uwe katikati ya kitu ambacho unakipenda sana na unachotakiwa ama unacholazimika kukifanya kwa wakati huo. Ni wajibu wako. Ndio. Anaambia kwa mfano, unatakiwa uende darasani, ndio, ukasome. Ndio. Lakini wakati huo ambao unatakiwa uende darasani ukasome, kuna rafiki yako anakuita ukacheze mpira. Sijui umeelewa? Sasa kwenye ile rafiki yako unakuita ukacheze mpira, ndio kitu ambacho unakipenda, yani kweli unakipenda ndani ya moyo, napenda. Lakini unatakiwa uende darasani ukasome. Sasa hapo nidhamu inafanya kazi kwa kuamua maamuzi ambayo unaacha kile ambacho unakipenda sana, lakini unafanya ambacho unakistahili kwa wakati huo.
So ukiamua hiko ndio nidhamu inapoketi. Kwa hiyo nafikiri nidhamu, kuna wakati sisi vijana ndio unatamani ufanye vitu ambavyo unavipenda, yani unavipenda kweli kweli. Labda sometime utoke, sijui uende, sijui club, sijui uende wapi. Yaani ufanye vile vitu vya kijana, ni uishi ile pasavyo kabisa. Lakini kwa sababu unatamani ufike sehemu fulani na hiki unakipenda, ndio inabidi nidhamu ichukue nafasi, uone kwamba okay, ngoja niache hiki nifanye hiki. Ndio. Lakini hiki nakipenda, lakini ngoja tu nisifanye, nifanye hiki. Kwa hiyo nidhamu ina nafasi kubwa pia kwenye kunifanya hapa nilipo. Ndio. Lakini pia mashirikiano na watu, yes, kuchangamana, kujihusisha na watu, kutokujifungia ndani. Yes, kumenifanya nijifunze vitu vingi sana. Hii dunia ina vitu vingi sana vya kujifunza. Ndio. Kumenisaidia pia kunifanya nifike hapa nilipofika. Nafikiri hivyo vitu vitatu ni msingi wa mimi kuwa hapa nilipo. Sasa. Yes. Ali, hapo ulipozungumzia kushirikiana na watu, umekuwa ni kijana ambaye pamoja na mafanikio ambayo umekuwa nayo, lakini ni mtu ambaye umekuwa huna majivuno. Umekuwa mtu ambaye umekuwa mnyenyekevu muda wote. Unahisi familia ndio ambayo imekupelekea kuwa hivyo, ama marafiki ambayo umekuwa nao, ama ni ndugu, ama maisha ambayo umepitia? Yaani kipi hasa ambacho kimekufanya kuendelea kuwa humble wakati wote? Nafikiri ni vitu viwili vikubwa ambavyo vimenifanya niwe hapa. Cha kwanza ni familia, ambayo familia niliyotoka, nashukuru Mungu, mama yangu, mzee wangu wamenilea kwenye misingi ya dini. Yaani katika maisha bwana, kitu dini, hata kama una dini, mchango mkubwa. Yes, hata kama una dini, as long as unaamini kwamba kitu fulani kitakufanya, ukikiomba labda kitakupa matokeo, hiko ambacho wewe unakiamini, basi ndio hiko kiwe msingi wa kukujenga ama kukutengeneza wewe. Kwa hiyo familia imelea kwenye misingi ya dini. Lakini ukiachana na hapo, mimi mzee wangu alikuwa ni dereva wa malori. Ndio. Kwa hiyo familia imenisaidia niwe hivyo. Lakini maisha ambayo kuna nyakati mzee wangu alikuwa hanionei huruma, kwa kuamini ya kwamba mimi ni kijana wa kiume, nitahitaji kuwajibika kwenye familia yangu, inabidi upambane, inabidi nipambane. Sasa kuna nyakati ambazo tulikuwa tukisafiri, tunatoka zetu, wakati namaliza form 4, ananiambia bwana, wewe ukae nyumbani, huu mtasi uelewe kabisa, tunaondoka wote tunasafiri. Kwa hiyo nimesafiri sana na mzee kwenye malori. Kule njiani na mimi ndio konda wake. Kule njiani unajua maisha ya madereva, wao ndio mabosi. Alafu mimi nilikuwa namchukulia huyu ni mzee wangu, yani kwa ukajua kuna kale ka ufea. Sichukuli kwamba huyu ni boss, unachukua bwana, huyu ni mzee wangu. Kwa kuna nyakati unakuta njiani gari inapata shida, yeye anakaa pembeni hivi, anakuelekeza, sasa fungua tairi hiyo, adjust mguu. Kwa unakuwa kama kijana wa boss. So kama anakuja kukusaidia, yeye anakupa maelekezo huko njiani. Umechoka. Kuna siku nakumbuka tulienda Arusha. Maeneo ya Krokoni pale, karibu na Ngarenaro. Kwa tumeenda kushusha simu. Tumefika pale, tumeshusha. Gari bwana ilikuwa ifanyiwe service ya kubadilisha matairi yote. Mzee akaniambia fungua matairi yote haya. Ufungue. Ya trailer na Tirias. Ambapo kwenye trailer kuna matairi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, matairi 10. Uyafungua mwenyewe. Matairi ya semi trailer kubwa. Nikafungua ile kazi, nilimaliza jioni. Nilipomaliza jioni, nilikaa pembeni, nikachukua simu nikampigia mama. Nikamlalamikia sana. Kaambia nateseka huko. Nikamlalamikia sana, akasema nikirudi mimi safari siendi tena, na itakuwa ya mwisho. Lakini mzee mama wale akamwambia mumewe, bwana hivi mzee, akaniambia wewe si uko unaona raha nikija nyumbani kipindi kile mdogo na paki gari pale, unaambia nzio babangu, unashangilia zawadi. Hizi ndio adha ambazo tunazipata, tunahangaika. Kwa hiyo alinifundisha ujasiri mkubwa sana, na baadaye nilifurahia sana kuyaishi hayo maisha, kiasi kwamba yalinifanya kuamini kwamba kwenye maisha hakuna kuonewa huruma wala msaada si haki ya muhimu ya rafiki. Yaani wewe mwenyewe ukiamua kuishi vizuri na watu na kuwa humble, utapata vitu vingi sana vya kuvijua, kwa sababu kuna nyakati
ambazo maisha yatakupeleka ndivyo sivyo. Ndio. Lakini pengine namna ambavyo unaishi na watu utakuwa na. Kwa hiyo familia na maisha, yes, kimenifunza vitu vingi sana ya kuwa tu humble. Kwa sababu pia tunaamini na vitabu vyetu vinatueleza sisi ni wanadamu. Biblia zimeandika kwamba miaka ya kuishi binadamu ni 60. Ukiwa na nguvu sana utaenda 70, 80. Umemaliza. Na maandiko hayo yanasisitiza kwamba ukijitweza Mungu atakukweza, lakini ukijikweza utatwezwa. Kabisa. Kwa hiyo hivyo vitu viwili vimenifanya ni ishi na watu vizuri sana, kuwa humble. Kwa sababu hata familia yangu ni mkubwa walikuwa ni watu wa hivyo. Kwa hiyo nikajifunza iko kitu kwamba haina haja ya kuishi kwenye maisha ya kutokuchangamana na watu, kujiona wewe ndio wewe, utakalosema ndio hilo halipingwi na nini. Kwa hiyo familia na maisha niliyoishi kipindi ambacho niko na mzee wangu, nikaona kweli, yani kienda sasa huko duniani mimi sasa ndio nasimama kuwa mtu kichwa cha familia. Yani kuna vitu tu viache viflow, umuombe Mungu, mheshimu mkubwa mdogo, kwani kuna shida gani? Hautopungukiwa popote. Yani utoka sehemu unakuwa vile vile, unakuwa tu vile vile. Yes. Ali, ni changamoto gani kwenye maisha? Kwanza pole. Hiyo kufungua tairi 10 sio mchezo. Ni hatari. Mzee namshukuru. Pongezi kwa baba na mama. Amin. Kwenye maisha ni changamoto gani kubwa ambayo aidha ulikutana nayo katika ukuaji wako, katika utafutaji wako, ambayo unahisi imepelekea pia ama ina mchango mkubwa wa kuwa hivyo ulivyo? Kwa sababu wanasema kuna muda hatupaswi kuziogopa changamoto. Kwa kadri tunavyozipitia changamoto ndivyo ambavyo zinatuandaa kuwa bora zaidi ya vile tulivyokuwa. Unajua duniani ni vitu viwili tu ambavyo vinawatesa binadamu. Yani tembea, ruka juu, shuka chini. Mapenzi na pesa, bro. Mapenzi na pesa. Hakuna kitu kingine chochote. Sio utasema sijui ada, sijui nini. Wewe nenda ada nini? Ada pesa. Ukisema ada nakumbuka kuna watu walikula vacation December ya kutosha. Kabisa. Na hiyo mapenzi ndio waliwatesha. Sasa hivi mwezi wa kwanza pesa zinawatesa. Mapenzi na pesa. Hivyo vitu hakuna kingine. Yani hakuna changamoto nyingine. Hiyo sijui unajua upweke, sijui nini na nini. Ungekuwa na hela, ungekuwa mpweke, ungetafuta sehemu yako ambayo unaona hii inafaa kwenda, ukaenda. Watu wengine bwana wananunua company. Uko hapo mwanangu? Uko free twenzetu mwanangu Arusha hata tukana nini? Si mtu kibunda kipo. Hela ipo. Aenda watu wanaenda na mshaji wako. Kwa hiyo mapenzi na pesa. Hivyo ni vitu viwili ambavyo ni changamoto kwa watu wote. Na wewe vimekutesa? Mimi kinachonisumbua zaidi ni pesa. Sio mapenzi. Pesa. Pesa brother. Ndio. Pesa uchumi. Pesa ndio uchumi. Nasema ni sabuni ya roho. Kabisa. Ambapo kimsingi wanasema kuzaliwa kwenye familia maskini sio kosa. Ndiyo. Na bahati nzuri ukizaliwa haujipangii kwamba mimi nizaliwe na mzazi wangu awe hivi. Mungu ndo anaamua mwenyewe. Lakini matokeo ya hapo sasa wewe ndio utakuwa umeamua. Rais wa Dar es Salaam Chalamila anasema Dar es Salaam kuna magari mangapi? Kuna magari mengi sana. Sasa kwenye hayo magari mengi, kwa nini wewe huna? Wewe kwa nini huna? Hapo ndio upambane, uamue, upambane kweli kweli uhakikishe nayo unapata. So kitu kikubwa ambacho mimi ni sehemu ya changamoto ambao namuomba Mwenyezi Mungu kila siku anipe neema, nikiwa na afya nzuri kwenye swala la uchumi kwa maana ya pesa. Nami kabisa nitakuwa na maarifa ya kuzitafuta. Kwa hiyo naogopa sana. Naogopa sana. Sitoshangaa, lakini ni kitu ambacho nakiogopa kwa sababu najua nyumbani kwetu nilipotoka. Najua nilipotoka pakoje. Najua mlango wa nyumbani kwetu ukoje. Kwa hiyo kile kitu kinanifunza niendelee kupambana, walau nione tabasamu la watu ambao wako nyuma yangu. Watu ambao kabisa. Kwa hiyo siwezi nikasema ni changamoto kwa sababu ndicho ambacho Mwenyezi Mungu ametuletea duniani pamoja na kumwabudu, lakini tupambane tuishi vizuri. So ni kitu ambacho kinanipa msukumo wa kupambana. Kwa hiyo kikubwa ndio hiko. Changamoto ni mbili tu, mapenzi na pesa. Ukimwona mtu anafurahi ujue mawili kwenye haya yako vizuri. Ndio. Kibunda anacho. Kama hana kibunda
basi huku mambo yako mazuri. Sasa unasema mambo huku ni mswano. Mambo ni mswano. Kwa hiyo na kiukweli swala la mapenzi ali limekuwa likiwatesa vijana wengi sana. Mathalan unaweza kukuta kijana amepewa nafasi ya uongozi hali fulani kwenye taasisi fulani, lakini anakuwa analeta upendeleo, tunasema bias. Kama akiwa ni kijana wa kiume, basi unakuta kuna namna fulani atatengeneza mazingira au wa kike aweze kuwapa zile favoritism mbalimbali. Mfano unaweza kukuta kijana ameteuliwa kuwa rais, labda amechaguliwa wa taasisi fulani wa chuo fulani, na matokeo yake nadhani wanakuwa hawamalizi pazuri. Unadhani hili tatizo linaweza kulimaliza vipi hadi kwamba kuna vijana ambao wanakuwa sijui ni wanaendeshwa na tamaa, sijui ni kitu gani? Ni upi ushauri wako kwa vijana wa namna hii? Moja ya kitu ambacho mara kadhaa nakisikia kwenye sekta tofauti kwa watu ambao wameaminika, na ni watu wazima, utasikia vijana hawaaminiki. Kwa mfano jana nilikuwa na ndugu yangu mmoja anaitwa Ebe, anafanya program ya Pesa Talk. Asema yeye katika tafiti zake alichokuja kugundua kwenye masuala haya ya pesa na nini, amegundua bwana vijana hawaaminiki, hawakopesheki. Hawakopesheki kwenye taasisi za fedha. Lakini sasa hivi mtazamo unakuwa tofauti. Kupitia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, amekuwa akiamini vijana kwenye uongozi sana. Na tumeona wakileta mtazamo tofauti kwamba vijana tunaaminika. Tumeona matunda ya imani yake kwa vijana. Sasa kwenye kukopesheka anategemea na kijana mwenyewe. Lakini kwenye huu msemo wa vijana hawaaminiki, hawakopesheki, lakini pia tunatamaa, sio vijana wote, ndio, lakini wapo ambao kimsingi sio, wanasema samaki mmoja akioza ni wote. Lakini sasa hivi akioza mmoja tunamchukua, tunamtoa. Alafu wao wengine tunaendelea nao. Ukitaka kuamini hilo, wewe angalia tu kwenye uongozi wa Rais Samia. Kijana afanya utopolo. Hawatotolewa vijana wote. Atachukuliwa yule mmoja, unaona PDF tayari imeshasoma. Mabadiliko yanabadilika, na huo ndio uongozi. Lakini kwenye hili swala ambalo umeligusia, mimi nafikiri vijana tuna mengi sana ya kujifunza. Na kwenye kujifunza huko pia tuamini ya kwamba sisi ni watu ambao ndio chachu ya kuleta mabadiliko, ndio chachu ya kuamua haki itendeke kwenye kila nyakati. Lakini ndio chachu ya kuwafanya vijana wengine wengi sana nyuma yetu waaminike kupitia sisi ambao tumepata nafasi. Leo hii sana umepata nafasi, unafanya hii uongozi talk. Hongera pia. Ni wazo zuri ambalo kimsingi sio kila kijana analifikiria. Nashukuru sana. Mtu mwingine akiona ataona vijana wanafanya bana, si hivi. Sio, umeelewa? Si hivi. Kwa hiyo wewe leo unakuwa mfano wa kutengeneza trust ya kundi kubwa sana la vijana. Hata kama hawajulikani ni kina nani. Juzi nilikuwa na mkurugenzi wa Tehama. Brother somebody nimemsahau jina lake. Mkurugenzi wa Tehama, lakini ni mkurugenzi wa tume ya Tehama Tanzania. Alikuwa ananiambia mimi sasa hivi vijana nawapenda sana. Napenda sana big sana kwake. Kwa nini? Anasema kwa sababu vijana sasa hivi ni wabunifu, wana mambo makubwa mazuri. Kwa hiyo ukifikia hiyo stage ya mtu mwenye hadhi ya ukurugenzi na ni dokta, anasema hayo maneno, ni wale vijana wachache ambao wameaminika, wamerudisha imani kwa kundi kubwa la vijana ambao nyuma wapo tunatazama. Tunasema ukipewa imani ilipe imani kabisa. Kwa hiyo kwa ambao sisi tumepewa imani, tuhakikisha kwamba swala la tamaa tuondokane nalo. Na ndio maana moja ya sifa ya kuwa kiongozi bora ama utazamiko kwamba wewe umestaarabika kwenye jamii. Unatakiwa umeoa. Yaani kijana leo hii, kwa mfano mimi nikikutana na kundi la wazee, nikiwaambia mzee mimi nimeoa, yaani utaona kijana umestaarabika, kijana ni huyu. Sio, umeelewa? Kwa sababu wanaamini wewe tayari una mtu nyuma ambaye unamuongoza. Lakini pamoja na kumuongoza, wewe sio muhuni. Watakupeleka kwenye ofisi ambayo ina mabinti 30
Wataona pamoja na vitu ambavyo watavifanya, huyu ameoa, atafanya uuni huko ndani. Lakini bwana, wewe hujaoa, unapelekwa kwenye sehemu kama hiyo. Wewe unafikiri nini kitatokea? Wataona kwamba utafanya vitu ambavyo si sawa. Ndio. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo ni kweli kwenye jamii ukivifanya unakuwa ni sehemu ya waliostaarabika. Lakini kikubwa ni sisi ambao tumepewa imani. Umepewa imani, umepewa dhamana ya kuonekana sehemu fulani ama ya kuongoza sehemu fulani, kufanya vitu ambavyo utakuwa ni sehemu ya kuwakilisha kundi kubwa la nyuma ambalo pia kupitia sisi wataaminika zaidi. Bwana, vijana wanaaminika, wanafanya makubwa, wanafanya vizuri. Ndio. Lakini ukifanya tofauti na hapo, tunaonekana vijana wote tunasikia vijana wa hovyo. Vijana wa hovyo, lakini kumbe kuna mmoja tu ama wawili ambao wameharibu. Yes. Sasa Ali, kwa kijana ambaye anakutazama muda huu lakini unakuta tayari ameshajaribu vitu kadhaa havijafanya kazi, ameshajaribu kuomba sehemu kadhaa hajakubaliwa, ameshajaribu kuanza hatua kadha wa kadha lakini hazijafikia malengo na matamanio yake. Amefikia hatua ambayo tunaweza kusema kwa namna moja au nyingine ya kukata tamaa, ya kuamini hiki anachofanya huenda sio sahihi, ya kuamini huenda amekosea njia ambayo anaelekea. Una neno gani la kuambia kijana huyu ili aweze kupata ari mpya na nguvu mpya ya kusimama tena na kuweza kufikia ndoto na malengo yake? Nitamwambia maneno makubwa mawili ya Kiswahili. Neno la kwanza linasema ukiamua kupanda pantosha utavuna pamkwisha. Ukiamua kupanda pantosha utavuna pamkwisha. Kwa hiyo kwenye maisha ukisema kwamba hili jambo linatosha, nimeridhika nalo, sitoendelea tena, maana halisi umekata tamaa, ndipo utakuwa ni sehemu ya mwisho wako wa kufika lile lengo lako ambalo unahitaji kufika. Kwa hiyo ili usipande mbegu ya pantosha ukavuna mavuno ya pamkwisha, haupaswi kukata tamaa. Pantosha pamkwisha. Bwana, maneno ya asili ya pwani hayo. Ukiamua kupanda pantosha utavuna pamkwisha. Kwa hiyo usitosheke, usikate tamaa. As long as unapumua, ndio Mungu ana sababu ya kukuacha wewe hai. Ndio. Ana sababu ya wewe kukupa afya. Ndio. Kwa sababu hata akikupa changamoto yoyote, anasema Mungu hakukosesha mtu kilema kamnyima mwendo. Amekunyima hiki, lakini atakupa hiki. Umeona? Amekunyima labda hiki, lakini atakupa hiki. Yaani kuna namna ambavyo Mwenyezi Mungu duniani watu wote amewapa nguvu yao. Yaani mtu mimi Mwenyezi Mungu kuna nguvu yangu amenipa mimi. Sasa itafute hiyo nguvu ambayo Mungu amekupa. Wewe bwana, kuna nguvu ambayo amekupa ndugu yangu Zaki pale, kuna nguvu ambayo Mwenyezi Mungu amekupa. Umeona? Sasa wewe itafute hiyo nguvu. Wasema kila wanadamu ana kusudi lake la kabisa. Tafuta sasa kusudi lako la kuja duniani. Umefeli hiki, umeona haiwezekani kabisa, jaribu kingine, jaribu kingine, jaribu kingine. Mimi kufika hapa nilipofika, nakumbuka ni vitu gani ambavyo umejaribu kabla ya kufika hapa ulipofika? Kiuhalisia nimekuwa fundi wa magari. Mimi naweza kusema ni kati ya madereva wazuri sana. Kwa sababu mtu wa kwanza mimi gari langu la kwanza kujifunza ni Scania, linaingia 12. La mzee. Yeye ndo kanifundisha. Na mpaka nikafahamu, nikalijua gari. Umeona, lakini nilikuwa kile kitu sio kitu, yani sikuwa kitu ambacho nakipenda. Nikaja huko, lakini huko ambapo nimekuja, mimi nimeshiriki audition nyingi sana za utangazaji na nimezifuata. Hakuna audition hata moja niliyoifanyia Tanga. Nyingi nimezifuata Dar es Salaam, nyingi nimezifuata Arusha. Na ulikuwa unaalikwa au ulikuwa unajipeleka? Hapana, najipeleka mwenyewe na gharama zako wewe mwenyewe. Audition ni moja hapo, ni audition ambayo ilikuwa ni Clouds Plus. Ilifanyika 2018 Arusha, akapatikana Zungu. Kwenye watu ambao tulikuwa almost more than 200. Mimi nikawa kwenye top 5 ambao tulikuwa mimi, nilikuwa Zungu, alikuwa Yusa, rafiki yangu mmoja anaitwa Yusa, sasa hivi anafanya biashara. Brother yangu mmoja hivi nimesahau jina lake, yuko Kilimanjaro, na dada mmoja kwenye ile top 5. Hongera sana. Baada ya pale, shukrani. Baada ya pale mambo yalikuwa mambo, basi nikarudi zangu TA. Ikafanyika audition nyingine East Africa Got Talent. Nakumbuka nikaja da. Mwaka gani? East Africa Got Talent ilifanyika 2019 I think. Ikafanyika audition nyingine tena 2020 Clouds Plus.
nikaja. Nilipokuja Dar es Salaam. Nilipokuja hiyo ndo nikashika nafasi ya kwanza nakumbuka. Ndo nikahamia rasmi sasa Dar. Big up sana. Shukrani kwa ajili ya Clouds Plus. Kwa hiyo kuna kufeli, kuna mwingine akwambia akatisha tamaa bwana, hivi na hivi na hivi na hivi. Sasa mimi hata kwenye utangazaji mwanzoni familia yangu walikuwa hawaelewi wewe unafanya kitu gani, wewe hawaamini kile ambacho unafanya. Moja ya sababu ambayo imenifanya mimi nitoke kwenye magari kwa sababu mzee wangu alikuwa haelewi, ananiambia mimi sikuelewi bwana, unataka ukaitwa kusoma utangazaji. Japokuwa yeye alikuwa anapenda kweli kusikiliza redio, akipenda. Ukawa unasema kwa nini baba siku asinisikilize mimi? Yeye alikuwa anapenda, lakini nikamwambia mimi nataka niwe mtangazaji, akuelewi, hakuna siki kitu gani. Kwa hiyo nilichokifanya mwanzoni hakuwa amenipatia ile school fees. Mimi nikapambana nikapata ile hela ya mula kwanza, nikalipa. Nilivyolipa kwa sababu alikuwa kwenye magari fundi huko. Nilivyolipa kwa sababu alikuwa anapenda kusikiliza Clouds FM. Nilikuwa nawasumbua sana watangazaji, ma producers kwenye DM nawasumbua sana. Kuna sehemu ukakuta hujibiwi, sijibiwi, lakini nikasema fresh tu. Siku hiyo akanijibu Askofu TZA. Alikuwa ni producer ya Top 20 kubwa sana hiyo. Nilimwambia brother nataka nifanye Top 20, alikuwa anafanya ile Top 20 kitani. Akaniambia fresh fanya, nitumie, akanipa maelekezo. Nikaenda ile Top 20 ya kitaani, nilikuwa nataja ngoma 3 ambazo zinafanya kwenye mkoa wa Tanga. Nikaifanya tu yani ile kusema kwamba hii naifanya kwa hasira. Nikaifanya. Nilipomaliza pale kuifanya, nikampa. Jumapili mzee wangu yuko zake Arusha nini, anasikiza redio, anamsikia kijana wake anaunguruma bwana kwenye Top 20. Maana nakumbuka alikuwa ni man, ananilinki. Tuwe ngoma kali 3 ambazo zinafanya vitu gani na reporter wetu anaitwa Ali Kashmir. Nikaunguruma. Kwa nilipomaliza pale naona simu inapigwa na mzee mwenyewe kaende wapi. Hapo niko hewani simu inapigwa. Akasema usipokelee ile mimi mpaka nimalize kujisikiliza. Baada ya kujisikiliza nikapokea. Baba vipi? Umekusikia kwenye redio? Niambia nini? Umefanyaje? Unaona? Niambia mimi niko Tanga. Ngoja mimi niambia nikamuelezea. Mzee kaanza kuvutiwa. Nikamuelezea pale akaona kweli. Pale sikapoa sifa pia na wenzi. Kuna mwanangu mmoja alikuwa naye anambia mzee wako alikuwa anaitwa Chidi Mpemba. Babu amesifiwa hapa ni watu wote hamna safi. Alipomaliza akasogea pembeni. Baba vipi? Niambia kwema mzee. Sasa ukalipa ada? Nikamwambia sijalipa. Shilingi ngapi? Nikamwambia sasa nakutumia nusu kesho mpaka malizie. Kwa mzee akaanza kuelewa kipaji hicho. Kutoka siku hiyo akaniambia kitu chochote unachokihitaji cha chuo niambie, mimi nitakusupport kwa chochote. Uweze amini. Kuanzia siku nilikuwa nakula shushu. Na sijui hiki mzee kuna jambo hili hebu ni support. Mzee natakiwa nisafiri hapa niende sijui wapi ni support. Kwa hiyo kuna wakati unatakiwa uanze ndipo watu watakuamini. Sure. Yaani kuna wakati unabidi uanze. Mtu bwana bwana kitu gani bwana iko? Uongozi toki bwana ndo nini bwana? Acha nao bwana. Anza. Yaani fanya. Yaani kwa kile ulicho nacho fanya. Tunaanza kupata shabiki wa kwanza. Kwa hiyo shabiki wa kwanza kaja mzee sana. Shabiki wa kwanza alikuwa mzee Baraka tosha. Mzee yani umwambie kila sana nipigia. Kwa hiyo siku nyingine lini mzee anatamani kukusikia. Shida kumconvince bi mkubwa. Lakini mzee naye kwa sababu kuna siku kulikuwa kuna kijipati fulani cha birthday. Sasa kwenye kijipati wa dada walikuwa wengi. Nikaenda na kihost. Mamangu mdogo akapita akaniona. Kwa MC. Mamangu mdogo akapita akaniona. Aliponiona akaenda kumwambia dada yake ambaye ni mama. Bi mkubwa alinimind gombeza. Unafanya shughuli, sijui wanawake wanakusukuka. Ukiangalia maadili ya Tanga gani mwanangu mimi nimekusomesha chuo, madrasa. Unaenda kana wanawake. Kaongea. Nilimuelewa lakini niumia kama mdogo huyu muda huyu. Lakini baadaye baba mdogo mmoja kaelewa, akaona hapo. Wakawa mashabiki zangu wakapenda ninachokifanya, wakaelewa. Na ndio umeona sasa hivi nafanya sijui ushereheshaji kwenye protocol sijui kuna waziri mkuu. Wale ubao mnakataa. Baba kwa sasa hivi mama anapigiwa simu. Nimepigiwa simu hapa sijui nimeenda wapi na mama. Mwambie umeona sasa ungepata wapi vitu kama hivyo. Anakuona picha huko Dubai na mheshimiwa rais. Kama umeona vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna wakati inabidi uanze ili watu wakuelewe na wakufuate. So neno la pili la Kiswahili ambalo huwa napendaga pia kuliishi
na ni kwamba ukijifanya nyuki utavutia nzi kutoa asali, ambapo kimsingi nzi hawatoi asali. Lakini ukiwa nyuki, basi utatoa asali ambayo kimsingi itakuwa ni pendwa kwa watu wengi. Kwa hiyo ukijifanya nyuki utavutia nzi kutoa asali, ambapo kimsingi nzi hawatoi asali. Kwa hiyo kuna nyakati inabidi uwe wewe. Yaani wewe ni Ali, basi kuwa wewe Ali. Maisha anayoishi mtu mwingine ambayo hujui gharama zake zikoje, zinaweza zikakukosa hata wewe kufikia lile lengo ambalo unahitaji kulifikia. Kwa hiyo hata mimi kuna nyakati siwezi nikalimudu jambo fulani, basi nitaliacha lipite. Nikiweza kulimudu nitalifanya. Kwa hiyo kila siku naamini kuwa mimi. Hizi digital platform brothers zinatudanganya sana. Ndio. Kuna kitu kinaitwa CV ambapo kimsingi tulikuwa tunazitengeneza kwenye makaratasi yetu. Hakika. Lakini sasa hivi kuna digital CV ambayo kwenye profile yangu ama kwenye digital platform zangu zinani introduce kwa jamii, wewe ni nani. Kwa hiyo kwenye digital CV unaamua kujitengeneza wewe ni nani. Wewe ndio unaamua watu wa kuoneje on digital CV. But kwenye maisha ya kawaida ambayo unapaswa kuishi na watu, unapaswa kuishi kwenye nyakati tofauti, ndio amua wewe kuwa nani na kujitengenezea hiyo formula ya maisha yako. Inawezekana kwenye digital CV kuonekana ni mtu fulani wa gharama wa nini, kwenye kutengeneza biashara yako hiyo nzuri. Lakini kwenye mustakabali wa maisha, kuamua kuwa wewe ni jambo la msingi na muhimu kuliko kitu kingine chochote. Kwa hiyo amua kuwa wewe kila nyakati, kila wakati. Na mimi tutafika kwenye sehemu ambayo tunahitaji kufika. Amina. Ali, ukipata nafasi ya kumshauri Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye ni mwanadiplomasia namba 1, ukipata nafasi ya kumshauri juu ya mustakabali wa taifa, ungeweza kumshauri kitu gani? Moja yenye sifa kubwa sana hiyo. Kubwa mno sana, ambayo naamini kwa kila nyakati watu wana mengi sana ya kumwambia. Na bahati nzuri Rais anaamini kwenye kufanya mambo makubwa ambayo yatawafurahisha wananchi wake, kama kaliba ya kiongozi yoyote. Na yeye ni mama. Ambapo tunasema nyumbani panapokuwa na mama, basi hapalaleki njaa. Kuna namna tu atafanya jambo lolote, vitu vinyoke, familia ifurahi. Ndio furaha ya kila mama. Na mama yetu huyu amekuwa akileta mambo mengi kila uchwao sana. Utamani kuona tabasamu la kila mtoto. Japo kuna watu wengine ni watukutu, lakini ndivyo hivyo. Ndivyo unapokuwa mama, wote ndio wako, unawapokea na unawakumbatia. Kwenye swala la kusema kwamba kushauri, nitapendekeza na nitaomba kwa unyenyekevu. Na hili litakuwa ni sehemu kubwa sana ya vijana. Na bahati nzuri ameanza amelifanya na anaendelea kulitekeleza. Kundi kubwa sisi la vijana walio wengi, kwa sababu ndio wengi, tunalia sana kwenye swala la ajira. Serikali itachukua jukumu la kutengeneza mifumo, miundombinu ya kuhakikisha uwezeshwaji wa kundi la vijana waingie kwenye mifumo ya ajira, mazingira rafiki. Ambapo kimsingi mimi nitamweleza aendelee, sio aanze, aendelee kuweka huo msukumo mkubwa zaidi. Kama sasa hivi tunaona anatoka nje ya nchi. Hii yote ni kwenda kuzungumza mambo mazuri ya Tanzania, kutafuta fursa, avutie Tanzania, watu waje wawekeze viwanda, zipatikane ajira, watu waje washirikiane na Watanzania, Watanzania wanemeke. Na asilimia kubwa wanaonemeka kundi la vijana, ambapo kimsingi ndio tunatamani uchumi wa kila kijana uendelee kupanda. Unapanda uchumi wa kijana kwa sababu yeye ni nguvu kazi, atawezesha vijana wengine, mambo yataenda. Kwa hiyo kubwa zaidi ni kutia nguvu, moyo na kumwomba Mheshimiwa Rais aendelee kuweka msukumo mkubwa zaidi wa
wa kuweka mazingira rafiki kwa kundi kubwa la vijana ambao kimsingi wengi wao tunatamani wajiajiri, lakini kwenye kujiajiri huko lazima uchumi uwe vizuri ili mambo yaende. Wawekezaji, mashirikiano mengine, vijana wafunguliwe fursa na mambo mengine ambayo kimsingi yataleta tija kubwa sana kwao. Asante sana. Mheshimiwa Rais, nadhani litamfikia inshallah. Amin inshallah. Na Mwenyezi Mungu aendelee kumpa afya njema, amin, hai pamoja na maarifa kwa ajili ya kutumikia sisi wananchi wake. Amin inshallah. Amin. Ali, huwa kwenye Uongozi Talk tunapofika mwishoni huwa tunakuwa na challenge of the day. Are you ready for the challenge? Yes, I'm ready. Katika wimbo wetu wa taifa, naamini ulikuwa unapenda sana kuimba na bado unapenda kuimba. Katika beti ya pili kuna kipande ama mstari unasema dumisha uhuru na umoja wake kwa waume na watoto. Je, ile dumisha uhuru na umoja, neno uhuru na umoja linamaanisha nini? Neno uhuru na umoja linamaanisha nini? Nitaelezea kwa maana mbili tofauti. Ndio. Maana ya kwanza, kwenye wimbo wetu wa taifa kama ulivyosema kuna beti mbili. Lakini beti ya kwanza, moja ya kitu ambacho nilikuwa najiuliza sana. Huu ni wimbo wetu wa taifa la Tanzania. Kwa nini kwenye beti ya kwanza isianze Mungu ibariki Tanzania? Ianze Mungu ibariki Afrika. Kwa hiyo tulikuwa tunaamini kutokuwa selfish na kufanya umoja wetu wa Afrika kuwa kipaumbele na tusiweke nyuma. Kwa hiyo ninachoamini kwa mtazamo wangu, uwepo wa neno umoja ilianzia pale kwenye Tanzania kutokuwa selfish, kutokuwa wa binafsi na kuitanguliza Afrika mbele, kwa sababu wimbo ni wa kwetu, tumeutunga wenyewe, tungeamua kuiweka Tanzania mbele kabla ya Afrika. Mungu ibariki Tanzania, lakini tukaamua kwanza na Mungu ibariki Afrika. Kwa hiyo tukaamua kuiweka Afrika mbele, halafu na sisi Tanzania tukawa ndani ya hiyo Afrika, itakuwa ni hivyo. Kwa hiyo umoja wetu tulianza kuweka hapo. Na tafasiri ya umoja ni mshikamano. Tafasiri ya umoja ni upendo. Tafasiri ya umoja ni sehemu ya kuleta matokeo chanya. Na ndio maana kwenye challenge hiyo na mimi uba challenge patamu hapo. Of course, na ndio maana leo hii ukimwambia mtu bendera yetu ya Tanzania inaitwaje, atakwambia inaitwa bendera ya Tanzania. Inaitwa bendera ya Tanzania, lakini ina jina lake ambalo ni uhuru na umoja. Aisee, uhuru na umoja, bendera yetu. Yani ukiona bendera ya Tanzania, ukiona umeuona uhuru na umeuona umoja. So hiyo ya kwanza kwenye maana ya neno umoja. Lakini kwenye maana ya neno uhuru ni chochote kile ambacho unataka kukifanya kwenye maisha. Ndio. Kama ni nchi, kama ni kundi la watu, linahitaji kwenda mbele kufanikiwa.